Historia ya mwanadamu. Dunia imejaa vurugu na ghasia za kila namna, na maisha katika nyanja zote yanazidi kuwa magumu. Hicho ndicho kinachoendelea. Uchumi wa dunia unazidi kuporomoka, ugumu wa maisha na gharama za bidhaa zinazidi kupanda, umaskini na ufukara vinazidi kutawala katika kona zote za dunia. Dunia imejawa vurugu na ghasia za kila aina, na maisha yanazidi kuwa magumu. Mataifa yanazidi kugawanyika, migogoro ya kitaifa na kimataifa inazidi kuongezeka, vita na tetesi za vita zinazidi kusikika toka pande zote duniani. Dunia imejawa vurugu na ghasia za kila namna, na maisha yanazidi kuwa magumu. Magonjwa ya mlipuko yamekuwa uhalisia wa maisha ya mwanadamu. Magonjwa ya saratani kwa aina zake yanazidi kugundulika kwa upya, yani saratani zinakuja mpya kila siku. Ulemavu usiokuwa wa kawaida katika familia ya mwanadamu ndio umekuwa uhalisia tunaoishi nao. Jamani, dunia imejawa vurugu na ghasia za kila namna. Maisha yanazidi kuwa magumu, maadili yanazidi kuporomoka, uongo umegeuzwa kuwa ukweli, dhuluma imetawala, ukatili wa kutisha umeongezeka, haki imepotea katika vinywa vya wanadamu, na amani imekataliwa duniani. Dunia imejawa vurugu na ghasia za kila namna. Umewahi kujiuliza namna dunia hii itakavyofika mwisho? Maana jana tuliona lile jiwe ambalo halijachongwa kwa mikono ya mwanadamu likiipiga ile sanamu, na halikuipiga kichwa, haikuipiga kifua, haikuipiga tumbo na viuno, haikupiga miguu, lakini ile jiwe lilipiga nyayo. Na tukasema nyayo ni kipindi chetu hiki tunachoishi sasa hivi. Sisi ndio tunaishi kwenye nyayo, watu wanaojaribu kushikamana, lakini kama chuma na udongo visivyoweza kushikamana. Biblia inasema hatuwezi, tumejaribu, na wababe wa dunia wamejaribu, lakini walishindwa. Wapo wanaoamini kwa wingi wa silaha za nyuklia ziliopo duniani sasa hivi, na mataifa ambayo yana nyuklia ni mengi kweli kweli. Kuna jamaa mmoja yuko pale Korea Kaskazini, yeye huwa akiwa board huwa anafanya majaribio baharini. Hapigi kwa watu, anarusha tu vitu baharini kuikumbusha dunia kwamba nuclear tunayo. Marekani nayo wanasema wanayo, Russia nayo wanasema wanayo. Vita hii inayopiganwa hapa sasa hivi Irani na yenyewe wanasema wana nuclear. Ile vita waliopigana na Saddam Hussein walisema wanampiga Saddam kwa sababu wana nuclear, na nikana kwamba ni hatari kwa dunia hii. Kwa hiyo wanasema kwa ujazo au uwingi wa silaha za nyuklia zilizopo hapa duniani, wapo wanaoamini ya kwamba itatokea vita ya 3 ya dunia, halafu haya mataifa yatalipua mabomu ya nyuklia, na kwa sababu yamelipuka kona zote, basi mabomu haya yataiangamiza dunia yote, na huo ndio utakaokuwa mwisho wa dunia. Wengine wanaamini ya kwamba tunazaliana sana. Mgeukie jirani yako, chagua mmoja, muuliza una watoto wangapi? Kwa hiyo wengine wanaamini ya kwamba tunazaliana sana, lakini ardhi tulionayo haiongezeki. Kwa hiyo wanaamini dunia inazidi kujaa, wakati ardhi ambayo ndio inatoa chakula haiongezeki. Na wanaamini ya kwamba tutazaliana sana kiasi kwamba kwanza tutailemea hii dunia, yani uzito wa wanadamu utakuwa mkubwa na kuilemea dunia mpaka izame. Sijui inazama kwenda wapi, maana tunaambiwa dunia ni duara. Sasa sijui inazama kwenda wapi, lakini wanasema hata isipozama, wanaamini ya kwamba tutakosa chakula, kwa hiyo tutakufa kwa njaa, maana wanadamu watakuwa wengi kuliko uzalishaji. Hivi nini kinaendelea?
hii dunia itafikaje mwisho? Nina habari njema kwako kwamba Biblia iko wazi ya kuwa dunia itakwisha kwa marejeo ya ushindi ya Kristo Yesu. Haitaisha kwa mabomu ya nyuklia, dunia haitaisha kwa kuzama, dunia haitaisha kwa kuishiwa chakula. Kitakachoifikisha dunia hii ya dhambi mwisho ni marejeo ya ushindi ya Kristo Yesu, na hilo ndiyo tumaini lenye baraka. Ukweli usiopingika ni kwamba hakuna mwenye uwezo wa kutatua matatizo ya dunia hii ya leo. Viongozi wa siasa hawawezi kutatua matatizo tunayokumbana nayo leo. Wachungaji na viongozi wa dini hawana uwezo wa kutatua matatizo yanayoikumba dunia leo. Wanauchumi wakubwa na manguli duniani hawawezi. NGO, mashirika ya kutoa msaada, hayana uwezo wa kutatua matatizo yanayoikumba dunia leo. Anayeweza kutatua matatizo ya dunia hii ni mmoja peke yake, na yeye ni Mungu mkuu, muumba wa mbingu na nchi. Jana niliwasomea fungu la Yeremia 17:5 ya kwamba amelaaniwa amtumainie mwanadamu. Kama unataka kuweka matumaini yako, yaweke kwa Mungu, na yeye ndiyo suluhu ya matatizo yanayoikumba dunia leo. Kama unaamini, kwa nini usiseme amina? Marejeo ya Kristo mara ya pili ndio tukio linalozungumzwa kuliko matukio yote katika Agano Jipya. Moja kati ya mafungu 25 ya Biblia katika Agano Jipya yanaongelea kuhusu kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kristo alitumia muda mwingi kuzungumza kuhusu marejeo yake kuliko topic nyingine yoyote ile aliyowahi kuifanya. Hivyo basi, jioni ya leo tunao ujasiri na tunalo tumaini kuwa Kristo mwenyewe alitambua ya kwamba mambo ni magumu na yatazidi kuwa magumu, lakini hajatuacha. Neno linasema anakuja tena. Yes, anakuja tena. Usikate tamaa, usipoteze tumaini, usirudi nyuma. Dhoruba zikipiga, usimwache Mungu. Waimbaji wa kwaya wanasema, na ije dhoruba na mawimbi sitaogopa, kwani naongozwa na mkono wa Mungu. Nataka nikuhakikishie mpendwa, haijalishi maisha yatakuwa magumu kiasi gani, usimwache Mungu, usimgeuzie Mungu mgongo. Siku inakuja, nayo ni karibu, atakuja kukutoa katika dunia hii yenye dhambi. Wanafunzi siku moja walitaka kumwonyesha Yesu uzuri wa hekalu la Yerusalemu. Hiyo habari tunaipata katika Mathayo sura ya 24 fungu la 2 na la 3. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na dalili ya mwisho wa dunia? Kwa hiyo wanafunzi walikuwa na shauku ya kujua dalili za kuja kwa Yesu na dalili za mwisho wa dunia. Ninafurahia sana na namshukuru sana Yesu kwa sababu swali hili hakulipuuza, swali hili hakulipotezea. Hakusema hayo ni mambo ambayo hayawahusu, ni mambo yangu, ninayokuja ni mimi, nitakuja muda ninaojua mimi. Hakulipuuza. Yesu alichukua muda kuwaambia wake dalili
za siku za mwisho, na hizo ndizo ninazotaka kukuambia leo, na nitakuambia chache kwa haraka kisha twende nyumbani. Dalili ya kwanza kabisa inapatikana Mathayo sura ya 24 fungu la 4 mpaka la 5. Wanataka kujua dalili za kuja kwake. Mathayo 24 fungu la 4 na la 5, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Fungu la 5, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Yesu anasema dalili mojawapo ya kuja kwangu ni watu wengi watakaokuja na kuwadanganya kwamba wao ni Kristo. Hawa nao wameambatanishwa na manabii wa uongo. Miaka mitatu iliyopita, ilikuwa 2021, nendeni kwenye YouTube mkaangalie, mwezi wa 4 kuna mtu mmoja alijitokeza kule Kenya ni nchi jirani, alijitokeza akawaambia ya kwamba yeye ni Kristo. Kwa hiyo akawa anatembea kama Kristo, na hii dunia watu wamekata tamaa, watu hawana tumaini. Yaani watu wamechoka kiasi kwamba chochote tu kinachonukia matumaini wanakifuata. Kwa hiyo mwamba akawaambia, jamani, Kristo mliyekuwa mnamngojea ni mimi, na mimi nimefika. Unajua watu wakaanza kumfuata. Akitembea ana kundi la watu nyuma yake, akienda ana watu nyuma yake, anapanda milimani watu wako, wanaenda vichakani watu wapo. Ilipofika Pasaka mwezi wa 4, sasa wakasema jamani, Kristo ilipofika mwezi wa 4 wakasema Kristo aliuawa. Sasa tunataka huyu mwamba na yeye, kwa kuwa amesema ni Kristo, tutamtenda kile tulichomtenda Kristo. Walipomtafuta wamshike Alhamisi usiku, mpaka leo anangojewa. Neno linasema siku za mwisho makristo na manabii wa uongo wataongezeka. Tunaishi katika kipindi ambacho manabii wa uongo wamekuwa wengi, mafundisho ya uongo yamekithiri, kipindi ambacho mawazo na hisia binafsi za viongozi wa dini vimekuwa na nguvu kuliko neno la Mungu. Paulo aliandika katika Timotheo wa pili sura ya 4 fungu la 3 na la 4, akasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Wapendwa, siko hapa kuhubiri dini, lakini niko hapa kuwaambia moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni makristo wa uongo na manabii wa uongo. Na hawa wamejaa kila kona katika dunia hii tunayoishi leo. Sasa hivi ibada imetoka kuwa sehemu ya kukutana na Mungu, imeenda kuwa sehemu ya burudani. Sasa hivi tuna wachungaji, watumishi, mitume, maaskofu, yani majina yao yote, lakini wakisimama hawasimami kusema kweli za neno la Mungu, wanasimama kusema mambo yao wenyewe. Mimbari kama hizi sasa hivi zinatumika kuwa uwanja wa siasa. Neno la Mungu halisomwi tena, tunajadili siasa. Manabii wameacha kuleta ujumbe wa neno la Mungu, wamegeuka kuwa wabashiri wa Simba na Yanga. Yaani mtu anatoka nyumbani kwake anaenda kanisani ili asikie mtumishi atakavyotabiri nani atashinda kati ya Simba na Yanga. Dini imetoka kuwa sehemu ya kuwaunganisha watu na Mungu, imekuwa sehemu ya biashara. Tunatafuta manufaa yetu wenyewe. Tumeacha kuitikia wito wa kumtumikia Mungu, na sasa tuna watu wanaojiita watumishi wanaotumikia matumbo yao wenyewe.
Na kwa sababu wanadamu tumezikataa kweli za neno la Mungu, Timotheo amesema wataenda makundi makundi wakikataa kweli za neno la Mungu. Wanaenda kule ambako wanajisikia vizuri. Wapendwa, mimbari hizi zimewekwa ili upendo wa Kristo uonekane. Hizi mimbari zimewekwa ili dhambi itajwe kwa jina lake na ikemewe. Hizi mimbari hazijawekwa kuwa sehemu ya burudani, na kama kuna burudani mtu ataipata baada ya ibada, iwe ni burudani ya kwamba dhambi zake zimesamehewa na jina lake limedumishwa katika kitabu cha uzima. Lakini leo mimbari zimekuwa sehemu ya comedy. Mimbari zimegeuka kuwa sehemu ya kutengenezea content. Na watumishi wanasema mambo ya ajabu ajabu, wanajiita watumishi, wakijinufaisha wao wenyewe. Wanatembelea magari makubwa, wanaruka kwa helikopta, washiriki wao hata ndala hawawezi kununua. Na kwa sababu watu tumepoteza tumaini, tumefika mahali tumekata tamaa, chochote kile kinachonukia dini tunaenda. Watu hawamtafuti Mungu tena, wanatafuta miujiza na uponyaji. Moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni makristo na manabii wa uongo. Yohana wa kwanza sura ya 4 fungu la kwanza, Biblia inasema, wapenzi, msiamini kila roho. Wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu. Shetani amepandikiza watu kana kwamba na wanajivisha makoti ya viongozi wa dini, na sisi tunawafuata. Neno linasema sio kila anayekuja hapa anasema mimi ni mtumishi, mimi ni mtume, mimi ni mchungaji, mimi ni baba, mimi ni nani. Sio kila mtu wa kufuata. Anasema zijaribuni kila roho, na mjue kabisa kwamba zinatokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Biblia inasema kwamba tusiende kivivu kivivu, tusiende kizembe kizembe, twende kwa tahadhari. Na hizo roho tunazijaribuje? Na furahi umeuliza. Pastor, hizo roho tunazijaribuje? Na shukuru umeuliza. Pastor, nitajuaje kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu na huyu siye mtumishi wa Mungu? Nitajuaje kwamba huyu anamtumikia Mungu na huyu anatumikia tumbo lake? Ninashukuru sana umeuliza swali. Isaya sura ya 8 fungu la 20, Biblia inasema, na waenende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Hao wanaojiita watumishi, hao wanaojiita wachungaji, hao wanaojiita viongozi wa dini, hata mimi niliyesimama hapa ni lazima nienende kwa sheria, na sheria ni amri za Mungu. 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 Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa hawasemi sawa sawa na neno la Mungu, achana nao, kimbia na utoke uhame mchana, maana kwao hapana asubuhi. Ngoja nikwambie, yoyote yule anayejiita mtumishi wa Mungu, hata mimi niliyesimama hapa, apimwe sawa sawa na kweli za neno la Mungu. Asipimwe kwa uwezo wake wa kuongea, asipimwe kwa uwezo wake wa kupangilia sentensi na falsafa kali. Mtumishi wa Mungu wa kweli apimwe sawa. Wanaonielewa waseme amina.
Mathayo 7:21 mpaka 23. Biblia inasema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, siku ile hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Watumishi wa Mungu hawapimwi kwa miujiza, hawapimwi kwa kutoa pepo, hawapimwi kwa uponyaji. Watumishi wa kweli wa Mungu wanapimwa kwa sheria na ushuhuda wa Yesu Kristo, na kama hawaendani sawa sawa na hiyo, kweli haimo ndani yao. Utajuaje kwamba Yesu yu karibu? Makristo wa uongo na manabii wa uongo wameongezeka. Mathayo 24 fungu la 6 na la 7, Kristo anaendelea, anawaambia, nanyi mtasikia habari za vita na tetesi za vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Dalili ya pili ya kurudi kwa Yesu ni hali ya kisiasa na uchumi inavyozidi kudorora na kuporomoka kila siku. Hali ya kisiasa ni mbovu. Jana nimewaambia, tumejaribu kushikana, tumeshindwa. Karne ya 20 peke yake hii tulioimaliza mwaka 2000, zimepiganwa vita ya kwanza ya dunia na zikapiganwa vita ya pili ya dunia. Vita kubwa kabisa kuliko zile ambazo zimewahi kuonekana katika historia ya wanadamu zimepiganwa ndani ya karne ya 20. Vita zimekuwa ni sehemu ya maisha. Kila bara katika dunia hili, kasoro lile ambalo hawakai wanadamu, kila bara, mabara 6 yote ambayo wanadamu wanakaa, yana vita ndani ya mabara yao. Hamuhitaji mchungaji kusimama kwenye mimbari Njombe Net Event kuambia habari za vita na tetesi za vita. Tumekuwa na vita Korea, Vietnam, vita miaka 8 imepigwa kati ya Iraq na Irani, Bosnia, Somalia, South Sudan, Rwanda, Burundi, hata Tanzania tunayoita kisiwa cha amani imepigana vita. It's an historical fact. Kwa nani aliyempiga Idi Amin pale Uganda mpaka akakimbia? Maana kuna watu nimesema tumepigana vita wametoa macho. Ni vita tu ya Tanzania na Uganda jamani. Kongo mpaka sasa hivi panalindima, na vita zimekuwa sehemu ya maisha kiasi kwamba tumezizoea, yani sio habari tena. Kwani hapa kuna mtu anayekumbuka kwamba Ukraine na Russia bado wanapigana? Lakini ninavyoongea vita inaendelea. Kuna mtu anakumbuka hapa kwamba Israeli na Palestina bado wanapigana pale Gaza? Tumeyazoea, yani hata yatusumbui tena, lakini yanaendelea. Juzi tu hapa Iran amesimama, ameanza kupambana na Israeli, na nyuma ya Israeli tunajua yuko Marekani, na alisema hadharani. Vita na tetesi za vita. Wapendwa, tunapoona vita zikipiganwa katika dunia hii, hiyo ni moja ya dalili ya kwamba the more we become politically unstable, jinsi hali ya siasa inavyozidi kuwa ngumu na hali ya uchumi inavyozidi kuwa ngumu, hiyo inasema Kristo yuko mlangoni, amekaribia kuja kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Mkiona vita na tetesi za vita, inueni vichwa vyenu juu, maana ufalme wa Mungu umekaribia kuliko tulipoamini. Na tunapoongelea vita, ukweli ni kwamba ziko vita ambazo zinapigwanwa mioyoni mwetu wenyewe. Yaani mioyo yetu tu yenyewe ni uwanja wa vita. Fungu la 37 Mathayo sura ya 24. Kristo akiendelea kuwaambia wanafunzi
dalili ya kuja kwake. Mathayo 24:37 Biblia inasema, kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Ukiendelea na mafungu yanayofuata yatakwambia siku hizo watu walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa. Halo, ghafla gharika ikawakuta. Sasa niwaulize, na hapa yupo Dr. Magomere, jamani, kuna ubaya katika kula na kunywa? Ambaye hapendi mambo ya kula ambaye huwa hanywi maji nini? Jamani, nyie ndo mnatimiza unabii. Haya, niambieni, kuna shida katika kuoa na kuolewa? Binti, umekaa hapa una mpango wa kuolewa kweli kabisa? Kuna dhambi gani katika kuoa na kuolewa? Fungu linachosema ni hivi: maisha yatakuwa yanaendelea kama kawaida, yaani tunakula, tunakunywa, tunaoa. Nuhu alihubiri miaka 120, watu walikuwa wanaendelea na maisha kawaida. Nuhu anahubiri wanakula, wanahubiri wanakunywa, wanahubiri wanaoa, anahubiri wanaolewa, business as usual, na wakiwa wanaendelea na maisha kama kawaida. Gharika. Cha ajabu, kinachonisumbua kabisa kuhusu habari ya Nuhu, amehubiri miaka 120, wanadamu wakafanya mioyo yao kuwa migumu, lakini ng'ombe, twiga, tembo, sisimizi, konokono, nyoka wakaitii sauti ya Mungu. Hivi huyu mwanadamu huyu ana tatizo gani? Ndio maana pale kitabu cha Malaki anasema Mungu anasema, jamani, mtumwa humcha bwana wake. Biblia inasema hata mnyama anamtii bwana wake. Lakini watu wangu wamenikataa. Miaka 120 wamehubiriwa, wamekataa kusikia habari, lakini wanyama wameitikia wito wa Bwana. Shida ya kipindi cha Nuhu ni kwamba ilikuwa ni maisha yanaendelea kama kawaida, lakini kipindi cha Nuhu kilikuwa na shida nyingine. Mwanzo sura ya 6 fungu la 11 na la 12. Sikia kipindi cha Nuhu kilivyokuwa. Mwanzo sura ya 6 fungu la 11 na la 12. Sikia kwa makini. Dunia ikaharibika mbele za Mungu, dunia ikajaa dhuluma. Fungu la 12. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika. Hii sentensi ya mwisho inauvunja moyo wangu, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Anaongelea mmomonyoko wa maadili. Tunaishi katika dunia ambayo dhuluma imetawala. Wenye nguvu wanatumia mabavu kuwaonea na kuwanyang'anya wasio na nguvu. Matajiri wanatumia pesa na mali kuwanyima haki maskini. Wenye mamlaka wanatumia mamlaka yao kudhurumu wasio na mamlaka. Waajiri wanaonea waajiriwa, na viongozi wanatumia mabavu kukandamiza watu. Katika jamii zetu, wajane na yatima wanadhulumiwa haki zao kila kuitapo asubuhi. Dada wa kazi na wakulima wa mashamba yetu hawalipwi ujira wao, na hata wakilipwa bado malipo hayaendani na kazi wanazozifanya. Dhuluma imetawala kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, na kila mtu mwenye mwili alijiharibia njia yake. Dunia yetu leo imejaa ukatili wa kila aina, mauaji ya kutisha, ujangili. Maisha ya mtu yamekosa thamani kabisa machoni pa watu. Nilikuwa nasoma habari za kijana mmoja ambaye amepiga risasi 12 mtoto wa miezi 5. Risasi 12 mtoto wa miezi 5. Unyama usio wa kawaida, ukatili uliokithiri, hofu
hofu ya maisha ya mtu imeondoka. Maisha ya mtu na ya kuku hayana tofauti tena. Na Mtume Paulo akaandika kwenye Timotheo wa pili sura ya 3 fungu la 1 mpaka la 5, lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari, maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana. Ngoja niulize swali la Pastor Biene, niendelee au niishie hapo? Hili ndilo neno la Bwana, siwezi nikamalizia hapa. Wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu. Jamani, niendelee au niishie hapo? Wasingiziaji, wasiojizuia, wakali. Nimesema wakali jamani. Na kuna mtu anadhani kuwa mkali ni sifa, na wakati kuwa mkali ni dalili ya siku za mwisho inatimia juu yako. Wasiopenda mema, wenyewe wanaona baya tu kila wakati, kwenye kila kitu wanaona baya tu. Jamani. Wasingiziaji, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, watu wenye kiburi, wapendao wanasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano, ili fungu la 5 nalo ni gumu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Kwamba siku za mwisho tutakuwa na watu wanaojifanya ni watu wa Mungu, lakini ndani yao hawana Mungu. Roho wa Mungu hana nafasi kwenye hao nao. Na ndio kizazi hiki. Watu tuna asubuhi tuko kanisani, jioni tuko disco, wenye mfano wa utauwa. Akija kanisani anaimbisha kwaya, tumaini lenye baraka. Hiyo mikono, akifika nyumbani anamchakaza mama makofi. Ana mfano wa utauwa. Kwa kweli anaonekana kama mcha Mungu, lakini nguvu za Mungu hazimo ndani yake. Akija kanisani, Bwana Yesu asifiwe, Bwana ni mwema wakati wote. Bonge hasa la mtu, yani likiongea hapa kama lipasa baraka, yani linahubiri, li mtu la maana, lakini ulikanyage bahati mbaya usikie matusi litakayoshushwa, utafikiri ni dictionary mpya ya matusi limeizindua lenyewe. Mfano wa utauwa, lakini nguvu za Mungu hazimo ndani yao. Unapoona tu watu wanafiki, makatili, wakali, wasiopenda wakwao, wasioona mema, wewe acha kung'ang'ana nao. Ukiwaona hao, kumbuka ya kwamba Kristo yuko mlangoni. Yaani Mungu anaongea na sisi kupitia tabia za watu, lakini bado hatutaki kukumbuka kwamba hizi ni dalili za siku za mwisho. Mmomonyoko wa maadili umekithiri sana. Hivi mnaweza mkaamini ni kanisa hili la Kikristo leo baadhi ya madhehebu yanaruhusu ndoa ya jinsia moja? Kuna mwaka nilienda kufanya mahubiri ya hadhara kwenye nchi ambayo sitaitaja, na wanajua sisi wa Afrika, sisi tunahubiri na tunahitaja dhambi kwa jina lake. Sema amina. Mchungaji mwenyeji akawa ananiambia, Pastor, kwanza watu wa hapa ukiwahubiria huwa hawapendi kupigiwa kelele. Kwa hiyo haya manguvu nayo yatumia mpaka majasho nini usitufokee Pastor. Maisha yanatufokea vya kutosha. Usije ukaongeza makwazo kanisani. 2, hawapendi mahubiri marefu. Lakini 3, mambo ya ushoga yako sensitive sana, usiyataje. Yaani usiyaseme, unajua kwa sababu sheria za nchi hayo yanaweza yakatukuta tumefika mahali Pastor umekamatwa kwa kukemea ushoga. Nikasema sasa, kama kuna wa kwanza kufungwa jela kwa sababu amekemea ushoga, nataka niwe mimi. Si angalau niwe shujaa wa msalaba jamani, kwa jambo moja tu. Sasa kama wakina Petro alisurubiwa kichwa chini miguu juu, mimi kelele sikupiga, niliongea kistaarabu, sikufoka. Mahubiri yangu hayakuwa marefu kama ya Njombe Net Event, dakika 15-20 nimemaliza. Lakini ushoga niliukemea kwa jina la Yesu. Amina.
Muda umekwisha. Niwape dalili hii moja halafu tufunge. Unajua watu tunapoongelea dalili za kuja kwa Yesu, tunaongelea maadili kumomonyoka, tunaongelea dhuluma kuzidi, tunaongelea mauaji, tunaongelea vita, tunaongelea matetemeko ya ardhi, tunaongelea njaa duniani kote, tunaongelea makristo na manabii wa uongo. Lakini wapendwa, ipo dalili moja ya muhimu ambayo hatupaswi kuisahau, na tukiiona hii nayo tujue ya kwamba Kristo yu mlangoni. Mathayo sura ya 24 fungu la 24 fungu la 14. Mathayo 24 fungu la 14, Biblia inasema moja ya dalili ya kuja kwa Yesu mara ya pili ni hii: tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Moja ya dalili za siku za mwisho ni habari njema ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni mwote. Ngoja niwaambie, hata Njombe Net Event, mahali ambapo ninahubiri Kiswahili na kinatafsiriwa kwa Kiarabu na inatafsiriwa kwa Kiingereza na watu wanasikia kutoka Kongo, Marekani, Australia, Uingereza, Netherlands, Sweden, China, Japan. Ukiyaona haya ujue Yesu amekaribia kuja. Yesu yu mlangoni. Hivi unajua, huwezi ukaelewa. Siku moja tumetoka Tharakanithi na Pastor Mbaga. Huyu Mbaga, si mnamfahamu Pastor Mbaga? Hata msipomfahamu ni mchungaji. Na nataka nikuhakikishe hautaacha kwenda mbinguni kwa sababu umfahamu Pastor Mbaga, utaenda. Tumetoka huko Kenya, Tharakanithi huko Meru. Tumeendesha usiku, kaingia, tuko barabarani. Tulipovuka ile boda ya Namanga, Pastor Ali Musa, tukaamua tupumzike Arusha, tulale Arusha. Usiku wa saa 7 tumeshuka kwenye gari, tunaingia kwenye hoteli Arusha pale. Reception, dada anapotuona anasema, wachungaji, watumishi wa Mungu. Tukashtuka kidogo. Alafu nikasema haleluya Mungu, niko na mchungaji mwenzangu. Maana fikiria ingekuwa ni saa 7 ya usiku. Utamalizia mwenyewe. Tunamuuliza dada, kuna nini? Anageuza simu yake, yani anatufanyia hivi screen ya simu yake, saa 7 usiku. Na usiku huo alikuwa anasikiliza mahubiri yetu. Habari njema ya ufalme itahubiriwa ulimwenguni kote. Hamjaelewa? Nataka nimalize kwa ushuhuda huu. Ninasafiri kutoka, sitaitaja nchi, msije mkasema huyu jamani ana majivuno, kila siku akija hapa anataja tu manchi ya huko. Basi sitaki makasiriko, maana watu wa siku za mwisho inabidi tujihadhari nao. Lakini ndege niliyokuwa nasafiri nayo ni Rwanda Air. Tumetua pale Kigali. Tumefika Kigali, ndege ambayo tulikuwa tunataka tuunge nayo kutoka Kigali kuja Dar es Salaam ikawa na matatizo. Wakasema jamani, mtusamehe, mtuhurumie, itabidi tuwapatie mahali mpumzike, mtakaa masaa 16. Baada ya masaa 16 wasafiri wa kwenda Dar es Salaam mtaletwa airport, mtaondoka na ndege. Sasa ni kweli tumechoka, ni kweli unasikia hasira, maana unataka ufike nyumbani ukutane na familia yako, lakini umeambiwa utapelekwa hoteli, utakula bure. Hoteli yenyewe ni 5-star hoteli, hawakupeleki hizi za chochoroni, 5-star hoteli. Wamesema wanatupeleka. Mimi nikasema sawa, na wenzangu tukasema sawa. Tukaletewa Costa, tukaingia ndani ya Costa, tukaenda mpaka hotelini. Tunafika hotelini tuka check in. Tumemaliza ku check in, tunashuka pale chini kwenye breakfast. Yani nikiwa napakua vyakula ninasikia mtu anaongea kama mimi, lakini sasa najiuliza nani huyu anaongea kama mimi? Ninakula, ninasikia mtu anaongea kama mimi. Ninageuka nyuma, ninaona screen ya TV, na kwenye screen ya TV nchini Rwanda, Mtanzania Muha kutoka Kigoma aitwaye Baraka Butoke anahubiri habari njema ya ufalme.
Tunaishi katika kipindi ambapo injili imefunguka, si kawaida. COVID-19 ilikuwa na athari zake, lakini moja ya faida ni kwamba injili ilitufikia kwenye simu, injili ilitufikia kwenye screen, injili ilitufikia kila mahali. Na mnapoona injili inahubiriwa ulimwenguni kote, usifurahie tu mahubiri. Usiseme tu wale wanahubiri sana, usiseme pastor umenibariki. Ukisikia injili inahubiriwa ulimwenguni kote, inua macho yako juu na ujue ya kwamba Kristo yu mlangoni. Amina. Yuko mtu hapa, yuko mtu hapa anasema mimi niko katika kundi hilo. Kama sio mmomonyoko wa maadili, ninaonyesha mfano wa utaua, lakini nguvu ya Mungu haimo ndani yangu. Kama sio hiyo, mimi bwana pastor naamini manabii wa uongo, neno la Mungu hawasomi nini, lakini ninawafuata. Sisikii kulishwa kiroho, najisikia tu hamu kuwasikiliza wao wakiongea. Kama sio hiyo, umezungukwa na watu wa ajabu ajabu, wasaliti, wakali, watu wanaojipenda wenyewe, wanaopenda mapato ya aibu. Mimi sijui wewe ni nani, lakini uko hapa unasema pastor ninaangukia kwenye kundi hili, na leo ninaomba uniombee. Kwa nini usisimame? Piga hatua uje mbele haraka, tuna chini ya dakika moja. Unasema nahitaji uniombee pastor, nahitaji uniombee, nahitaji uniombee. Nimeona kabisa ya kwamba Kristo yu mlangoni. Yote Biblia, yote Yesu aliyoyasema yanatokea. Nimeyaona, nimeyashuhudia, lakini mimi ninataka dunia hii inapofika mwisho niandaliwe kwa ajili ya uzima wa milele. Njoo. Yesu anakuja, anakuita, anakungoja hapo hapo. Njoo, uishie hapo. Yesu anakuita, njoo. Uko hapa unasema nilikuwa nimezubaa, sijawa serious na mambo ya kiroho, lakini nimeona kabisa dalili zote zinatimia na sitaki kulala usingizi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Baba, ninaomba usiku huu wa leo uwabariki watoto wako na kuwalinda. Nuru ya uso wako iwaangalizie na kuwafadhili. Ninaomba uwatendee yaliyo mema. Ongoza hatua za miguu yao. Wabariki waingiapo na watokapo. Lakini zaidi ya yote, kwa imani ruhusu sasa wainue vichwa vyao juu, maana umekaribia kuja. Na utakapokuja asiwepo wa kukataliwa. Tumeomba katika jina la Yesu. Amen.